kwa kuhubiri Injili, kufafanua imani Katoliki kwa wachungaji na busara. Na Bwana awe nanyi. Tunasema sasa furaha ya haleluya. Kwa jina ni Father Daniel Odero Osino. Natoka katika shirika la Marianisti hapa eneo la Afrika Mashariki na ya Kati. Mimi mzaliwa wa Kenya na kwa sasa nadumu katika parokia yetu ya St. Martin Bungoni, Mombasa, Bombolulu. Na nilifika katika parokia hii mnamo mwaka wa 2015. Na nilifika kama shemasi, yani deacon. Na baadaye nilitumwa katika kazi ya kitume katika matayarisho ya upadrisho. Kwa hivyo nilidumu kama shemasi ama deacon katika parokia hii kwa miezi kama 6. Alafu baadaye nikapata daraja ya upadrisho, ambayo ilikuwa ni jambo la kihistoria katika parokia yetu, kwa sababu nilipata daraja ya sakramenti ya upadrisho katika parokia hii mnamo tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2015. Bwana awe nanyi. Tunasema sasa furaha ya haleluya. Na nilipofika katika parokia hii ya Mbungoni, nilipata kweli kwamba ilikuwa ni jumuiya ambayo kuna imani, kuna upendo, kuna matumaini. Nilipata Wakristo ambao wamechangamka, Wakristo ambao wanapenda kanisa, Wakristo ambao wanapenda imani Katoliki. Kwa hivyo haikuwa ngumu kwangu kuweza kushiriki pamoja nao ili kwamba tuweze kuendeleza kazi ya Mungu na kazi ya ukombozi wetu.
Bwana asema mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Nanyi mtaniita, nami nitawasikiliza, nami nitawarudisha kutoka mahali pote watu wenu waliofungwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Tangu Abrahamu na Musa na Daudi na wale wote katika Agano la Kale, tuambiwa kwamba shada la maua inawakilisha Agano la Kale, karne zote za Agano la Kale. Na ulimwengu ulikuwa katika giza kabla ya Kristo, na Kristo Masia anakuja kwa mbali. Kwa hivyo walianza kuona mwanga kwa mbali, akikuja polepole na kuondoa giza kabisa, kuondoa giza kabisa. Basi tunaambiwa kwamba tusiwe na wasiwasi tunapokabiliana na mambo haya na changamoto na tabu na shida za maisha. Msingi wa maisha yetu unapotikiswa, tunapoogopa na kuwa na hofu na wasiwasi, ni vichwa vyenu juu, kwa sababu saa ya ukombozi wenu umefika. Kwa hivyo sisi lazima tujitambue ni akina nani na wito wetu ni gani katika shamba la Bwana. Nikawaambia kwamba kanisa ndio shamba la Bwana. Shamba la Bwana la kwanza ilikuwa Edeni. Sasa kanisa ndio Edeni mpya. Na nyinyi wanaume mmewekwa ili kwamba muweze kulima na kuzalisha, kutunza shamba la Bwana. Hiyo ndio wajibu wako kama mwanaume. Kulima, kutunza, kuzalisha katika shamba la Bwana. Na wakati Adamu alikuwa katika shamba, Mungu alipenda kumtembelea, na kanisa ni mahali ambapo Mungu anatutembelea. Asubuhi tumekuja ili kwamba tusikie Mungu anatuambia nini. Mungu alikuwa anatembelea Adamu kuzungumza naye, na Adamu alifurahia uwepo wa Mungu. Adamu alifurahia uwepo wa Mungu akizungumza naye jioni, wakati wa kutua jua. Hivyo ndio maana unahitaji vipaji, mapaji ya Roho Mtakatifu 7. Paji la kwanza tulisema ni hekima. Paji la pili tulisema ni akili, akili mwanangu, ya kuelewa mafumbo matakatifu. Akili, paji la Roho Mtakatifu. Kipaji cha pili kati ya hayo 7, cha kuelewa haya mafumbo mazito matakatifu. Utatu Mtakatifu, ndugu zangu, Mungu hakujifunua kwetu mara moja. Mungu hakujifunua kwa mwanadamu mara moja. Alienda step by step, stage by stage. Alienda hatua kwa hatua. Basi nikianza walinikaribisha vizuri na tukaendelea kufanya kazi. Nilipofika hapa nilipata majumuiya kweli yako imara na wanadumu katika imani dhabiti. Chini ya wakati huo paroko alikuwa ni Father Steven Wanyoike, ambaye alikuwa paroko wakati huo, na alikuwa amefanya kazi kubwa katika parokia na kujenga ile moyo wa kuwa pamoja, umoja katika parokia. Hiyo ilikuwa ni jambo ambalo niliona, na kweli kulikuwa na umoja katika parokia. Kanisa moja, roho moja, imani moja. Na kwa hivyo nilipata majumuiya yanaendelea vizuri, na pia nilipata mashirika pia yanaendelea vizuri, vijana wanaendelea vizuri, na watoto pia wanaendelea vizuri. Kwa hivyo wakati niliingia nilifocus sana kwa vijana na watoto. Hapo ndio tulianza kazi, ama nilianza kazi kama shemasi. Alafu baadaye baada ya upadrisho basi ikawa sasa naweza nikahudumu na nikafanya kazi na kila kikundi katika parokia. Na wewe umelea watoto wako katika imani. Akina mama, tumsifu Yesu Kristo. Umelea watoto wako katika imani, ambapo unaweza ukasimama moja baada ya mwingine na waseme kwa imani mniue, lakini sitatenda dhambi. Kwa imani hata kama kufa mniue, lakini nimekataa. Hii nimekataa, sitafanya. Kwa sababu najua imani yangu. Nimelelewa na mama katika imani.
Huyu mama alikuwa mama wa imani na watoto wakafuata nyayo. Kwa hivyo watoto wako wanafuata nyayo zako, wewe mama unaniangalia tu. Watoto wako wako wapi? Wako hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Watoto wako wapi? Wako hapa. Hawa malaika hawa. Wengine hamjui watoto wenu wako wapi. Leo Jumapili na watu hujui mtoto anafanya nini saa hizi, hujui, hauna habari. Kulea watoto katika njia za Bwana, wapate hekima ya Mungu, waweze kuishi vyema hata kama haupo, lakini waweze kuishi wakijua kwamba tulipewa imani. Kwanza kama msaidizi wa paroko Father Steven, alafu baadaye alipotoka basi nikaweza sasa kudumu kama paroko wa parokia hii. Na naweza nikasema kwamba jambo la kwanza ni kwamba Wakristo wameendelea kuongezeka. Jumuiya zimeongezeka. Wakati nilifika jumuiya zilikuwa 17 na kwa sasa tuko na jumuiya 26. Kwa hivyo unaona kwamba idadi ya Wakristo wameongezeka maradufu katika parokia. Na kuongezeka kwa Kristo ni muhimu kwa idadi, lakini kile ambacho ni muhimu zaidi ni imani yao. Na hiyo ni jambo ambalo naona kila siku katika sala, katika ibada zetu, katika siku za mafungo na kadhalika, katika ukarimu wao, kutembelea wagonjwa, kusaidia maskini wasiojiweza, na pia kuendeleza mambo ya uinjilishaji, haswa kuishi neno la Mungu, tafakari neno la Mungu na kujaribu kutenda kadri ya neno la Mungu. Basi hiyo ni jambo la kwanza ambalo limenigusa sana, haswa nikihudumu kama paroko katika parokia hii. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Ulio mti wa msalaba ambao kwa dunia imetundikwa juu yake. Pia katika parokia yetu tumekuwa na maendeleo. Nilipata Father Steven ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya ujenzi, na alifanya kazi kubwa katika kujenga kanisa letu. Na mimi pia nilipofika alinifundisha vivyo hivyo kwamba lazima Wakristo wasali mahali ambapo wanahisi kuna Mungu, na mahali ambapo Wakristo wanahisi kuna Mungu ni mahali ambapo inapendeza, mahali ambapo kuna vifaa ambapo wanaweza wakaendeleza imani yao. Father Steve alipoondoka, Father ndani tukamnasa, kabro akaziweka, akaibamba kanisa, rangi akaipaka, ikameremeta kanisa. CCTV kaziweka, ulinzi kaimarishwa, shedi akaiweka, gati ikaimarishwa, misa twaziweka, skrini twawakisha. Hata ukiwa nyumbani misa utaipata, bora uwe mtandaoni kila kitu utakipata. Brother Judy mitamboni, Sister Chineku utampata. Ukipenda kuabudu, chapeli tumeijenga, tunapenda kusujudu, imani tumeijenga, injili tunaimudu, nani atatutenga? Matino sitakuacha, milele nitakusifu.